Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Vijana mpo? Akina mama mpo? Akina mama hai. Kwanza ningependa kuwashukuru sana. Leo ni siku ya maana sana kwa sababu tumekuja kuzindua jambo la muhimu zaidi. Na nashukuru board ya Nairobi Water Management, of course Muhesh, na uongozi wa hapa. Chairman, Chair Lady, Fatma na timu yako. Thank you so much. Kwa vile mmejipanga. Mko organized. Mpaka mko na uniform. Na naomba leo mtaniachia uniform moja at least nikuwe navaa once in a while nikikumbuka NHC. Mimi si mgeni huko NHC, nimekuja miaka mingi. Lakini vile nilikuwa nakuja mlikuwa mnijui. Jina yangu haikuwa inajulikana zamani. Jina babangu haikuwa inajulikana. Na yeye pia anaitwa Sakaja tu. Yule ananijua ni Lidi, Chairman Wangei. We grew up with him. Zile maeneo za Ngara. Tangu mimi nilizaliwa nilimpata hapo. Because yeye ni mkubwa kuniliko. Maji ni muhimu. Na maji ni maisha. Tukizindua project kama hii, unajua kuna watu wanaulizanga, tumeona umefungua tap moja, umekuja maji kidogo. Hii maji ni muhimu sana kwenu. Nimeona vile mmefurahi, pia mimi nimeguswa kwa roho yangu. And I want to promise you, we will do more for you people of NHC na nyinyi watu wa Langata. Kwa sababu ni haki yenu. Nyinyi mnalipa ushuru, mnalipa rates. It is not a favor. Na ningependa mjue kama wananchi wa Kenya ya kwamba kutumikiwa, kuhudumiwa, kufanyiwa kazi na viongozi wenu sio kitu ya kuomba, ni haki yenu. It is your right as a Kenyan. Tulikuja hapa tukoomba kura, mlitupatia. Mimi nawashukuru sana watu wa Langata constituency. Langata hata kama chama changu haikupita na MCA sikupata hapa, mbunge pia sikupata, lakini mimi mulinipatia bila kuangalia chama, bila kuangalia kabila, mkasema huyu ni kijana wetu. Si ni kweli? Nawashukuru sana. Na ningependa kuambia siku zote. Na ningependa kuambia sisi kama viongozi tumesema, tulieni. Sisi kama viongozi tumesema sasa ni wakati wa kufanya kazi pamoja. Kufanyia wananchi kazi. Wakati wa kampeni tuliwasumbua na maneno yetu. Sasa nyinyi mtupatie maneno yenu. Hiyo ndo mambo ambayo sisi tunafaa tushughulikie. Every day when we wake up it is to work for you. Na najua tutafaulu. Na mimi nawaambia siwezi waangusha. Sawa sawa. Siwezi waangusha. Nairobi governor ni mjamu. Vile viongozi wamesema na ni vizuri tuelewe. Nairobi tuko na shida kubwa sana ya maji. Nairobi kila siku tunahitaji milioni 850 liters per day. 850 million liters, 856 million liters of water kila siku. Lakini ubaya imekuwa ya kwamba kuanzia kule zamani serikali iliacha kudevelop maji Nairobi. Maji ya mwisho kutengenezwa Nairobi, a new source kuja Nairobi ilikuwa 1997. Baada ya 1997 na walikuwa wanafanya ukiangalia population ya the year 2000 ya watu milioni 2 Nairobi. Saizi population ni milioni 5 kwenda juu. Maji ilijengwa na wazungu. 1907 Kikuyu Springs maji ya kwanza kutengenezwa 4000 cubic meters. 1938 Ruiru maji ya pili bado mkoloni. 1956 Sasumwa bado mkoloni. Ndio ikakuja hadi ya mwisho Ndakaine 1994 hadi 1997 inatupatia 84% of our water kutoka kule Murang'a. Tangu wakati huo hakuna mtu amedevelop maji hadi wa sasa.
Na mimi nashukuru serikali kuu kwa sababu ya kwanza tumefanya nao. Jalasu umeniuliza mambo ya Northern Collector, tumepambana ilikuwa iishe huko 2027. Tumesukuma, sinimwambia tunahitaji maji ngapi? 850 million liters. Tunapata 525. Hii Northern Collector tumesukuma kabla ya mwisho wa huu mwaka. In fact, possibly before the end of November. Tunapata maji zaidi 140 million liters more ambayo inaingia Nairobi. Kesho kutwa tunaongeza another 50 million liters ambayo imetoka Karemenu Dam. Na jambo la maana, najua watu wengi hawajaelewa. Kwa sababu Northern Collector 1 imefanywa na serikali ya kitaifa. Sisi tukaingia tukang'ang'ana. Mimi kama gavana yenu nikasema kama hii ya kwanza ilifanywa na Kanjo, ya pili ikafanywa na Kanjo wa koloni, ya tatu ikafanywa na Kanjo, serikali ya kitaifa tulieni sasa. Northern Collector 2 nimepata 100 million euros kutoka Korea. We are going to do Northern Collector 2 immediately after. Hiyo inaongeza sasa another 180 million liters of water. Unajua inamaanisha nini? By 2027 shida ya maji Nairobi imeisha. Shida ya maji Nairobi imeisha, will be at 850 million liters. So hii ya kwanza, wale walikuwa wanapata maji mara 2 watapata sasa mara 4 kwa wiki. Wale wamekuwa wanapata mara 3 watapata siku zote. Because itawezekana. And that is what we are doing, tunapambana. Lakini ili tupate maji hivyo, nataka tuelewane. Muruhusu serikali ya county iwapatie maji. Mambo ya uwizi wa maji tuwache. Mkikubali sisi ndo tuwapatie maji, kila mtu kwa laini atapata maji kihalali. Na maji utapata kwa bei ya chini. Saizi kwa sababu ya watu kuiba maji, ile mnauziwa is 50 times more what mabonyenye wanalipa. Ile pesa mnalipa maji Kibira is 50 times more ule mdosi wa Muthaiga analipa. Kwa sababu ya watu ambao wameiba maji. What you're paying in the Bowser is 50 times more. Hiyo ni haki kweli? Haifai kwa hivyo. Na ndio maana nimefurahi, we've made progress kuhakikisha kwamba uwizi wa maji umeisha. Hata mavijana, hata kazi hizi tuko pamoja, mambo ya kugondi ode hakuna Nairobi tena. Afadhali ni waeke mita na niwalipie. Lakini kwa dingo wa ode, hapana. Sawa sawa. Because unajua Langata haina maji kwa nini? Kwa sababu inaibwa kule chini. Tukiziba hapo mpate na hao wapate, we all get water. Shida ya maji ya Langata nimesikia tangu nikuwe mtoto. Nilikuwa nakuja KRA hapo kwa Mayanti, nilikuwa nakuja Onyonka, Utiende, maji. Sisi ndo tutaitatua. We cannot leave the same problem in Nairobi that we found as leaders. Lazima tuibadilishe. Haiwezi kuwa Jalasu useme kabla ukuwe mbunge maji ilikuwa shida, ukakuwa mbunge ukamaliza na ukaacha maji kama shida. Ulikuwa unafanya nini basi? We must sort it out together and we are going to sort it out kama viongozi wenu. Pia ningependa kushukuru ule contractor ambaye amefanya hiyo kazi. Hiyo kazi nafikiri anaitwa M Africa. Is it M Africa? M Africa. Asante, lakini umesikia sasa vijana wanasema kazi ikiletwa pia wao wapatiwe kazi. Na mkipatiwa kazi pia mchangamke. Na akina mama mchangamke. Sijuzi tulizindua kazi ya ujenzi kule high rise. Vijana huko wameingia kwa hiyo kazi. Lazima tufanye kazi. Na ile kazi ambayo tunawaletea sio kazi ya mambo mingi, vitabu mingi. Kama uko na mikono 2 na unaweza maliza sahani ya ugali, unaingia unafanya kazi. Sawa sawa. Mambo ya maswali mingi tupunguze. Sawa sawa. I'd like to say this to the resident associations, and I'm very happy nimepata Kara. Resident associations play an integral part in how we are going to run Nairobi. That is why nikiwa senator, mimi nilikuwa senator kwanza kukutana na nyinyi. Tukafanya round table. Mulileta I think almost 200 associations ya Nairobi yote, from Kayole to Karen, from Muthaiga to Mathare. Wote, wadosi na watu wa mtaa. Na tukakaa. Saizi tumefungua sector Nairobi County inaitwa public participation. That public participation sector is your sector. Kila kitu ambayo inafanywa tunafanya na nyinyi. Katika planning committee ya building approvals, Kara has a representative.
anaitwa Dr. Abdul Malik Gishuki. Yeye anawakilisha hapo. We are going to work together. Mimi nashukuru ma MCAs wa Nairobi. Ma MCAs mmenipitishia supplementary, mkanipitishia budget ili tuweze kufanyia wananchi wetu kazi. Nairobi kwa mwaka mmoja umetulia. Hiyo haijawahi onekana mbeleni. Nairobi imetulia, tunafanya kazi, watu wa Kenya Kwanza, watu wa Azimio, tunafanya vizuri. Mpaka sasa kuna watu wamekasirika ati Nairobi imetulia, wanaanza kuleta siasa na fitina. Watu wa Nairobi si mafala. Wale mmezoea kuiba Nairobi, unajua saa nyingine ukipata pickpocket ameiba, akikimbizwa anageuka anasema wewe ndo mwizi. Njia zenu tunajua na tumefunga hizo mwanya. Land grabbers, thieves. Kama hiyo umeniambia ati land was grabbed here. We have no time for land grabbers. Juzi Friday nimeangusha nyumba ilikuwa imegrabiwa. Hospitali yetu inagrabiwa na MCA. Anajenga ati ofisi. It's supposed to be a hospital. Including those using them politically. Hakuna mtu unaogopa. Wale watu unaogopa ni wananchi wa Nairobi. Ambao mlinipatia ama mlichagua muoga. Hii Nairobi inaongozwa na muoga. Jameni, utajiuzulu. Utatoroka. So I want to assure the people of Nairobi. Sisi tumeka systems kuhakikisha tumechunga mali yenu, tumechunga pesa zenu. Nyinyi mtupatie imani yenu. We will be able to do it. Kazi hazipeanangwi, kazi utafutwa na tutatafuta pamoja. Sawa sawa. Tuwezi andika kila mtu kufanya kazi kwa county. Our work is to build business that will employ our young people. Ndio maana tunashukuru mambo ya housing. Kwa sababu hapo vijana wetu tutapata kazi. Akina mama mtapika hapo. Kazi mtaani vile ilikuwa, hata crime ilikuwa imepungua. Si ni kweli? Crime ilikuwa imeenda chini by 47%. Na ndio maana tumomba rais hiyo kazi mtaani pia irudi, na kama irudi kwa njia hiyo tuingie kwa kazi ile ambayo itapatikana ya kupanda miti na kujenga manyumba. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, na sikujua Fatuma ulikuwa Mbagathi. I didn't know. Ungekuja mapema, tulibadilisha board. Sasa tutangoja nafasi nyingine. Nairobi County ilikuwa haina ICU hata moja ya umma. Members of the public, if you had an emergency, unapelekwa Kiambu ama private hospital. Kwa chini ya mwaka mmoja tumeshazindua ICU ya kwanza Mama Lucy, tumeka blood bank, tumeka renal unit, na pia hapa Mbagathi saizi kuna neonatal ICU ya watoto wetu ambao wanazaliwa premature. Ukienda Mbagathi utapata neonatal ICU. Utapata madawa. Hospitali yetu kulikuwa hakuna madawa. For 3 years, KEMSA walikuwa hawajaleta madawa kwa sababu ya deni ya 185 million. Nimewalipa tayari 244 million. Kila mahali wamepeleka madawa. Lakini wananchi lazima mtusaidie. Tuchunge mambo ya madawa. Wezi wa madawa wasipate nafasi Nairobi. We cannot buy medicine, alafu wakora wawili watatu wanaiba hizo madawa. Tayari tuko na kesi 7 kotini. Unapata hospitali ndio hii hapo nje, kuna mtu akona clinic ama kuna mtu akona chemist, tumepata madawa zetu hapo, tumewashika. And I hope those people are jailed for life. Kuiba dawa ni kama kutoa mtu uhai. That is the only thing they might require to remain alive. So please let us work together. Tulisema let's make Nairobi work. Hatukusema let Sakaja make Nairobi work. It is let us together. Tutoke kutoka mambo ya haki yetu, tuende kwa mambo ya jukumu langu, wajibu wangu as people of Nairobi. That is the only way we will change the city. Nimesikia kuna mtu alianzisha bohol hapa, ilikuwa the water. Ati walianzisha, alafu katikati wakasema ati si hapa. Unajua hiyo ni kupoteza network. How do you start? You use resources, then in the middle unasema it's not an informal settlement. So that one I will complete it for you. So that we have water on this other side. Njambi, take that up. We will find the resources to do it. Unajua bohol inakaa kidogo but ni pesa 11 million, si kidogo. But watu wa Nairobi nawashukuru, mmeongeza revenue. Ile revenue ilikuwa last year. Unajua ilikuwa pesa ngapi? 8 billion ndio ilikolektiwa na watu wa Nairobi. Vile mimi nimeingia, na kwa sababu yenu, hata kama kumekuwa kunoma, tumeweza kuokota zaidi ya ile serikali nyingine. Hiyo NMS ilikuwa na jeshi, walikuwa na bunduki, walikuwa na bomu, walikuwa na rais,
na nimeshawashinda na 1.5 billion zaidi. Si tumefanya kitu ya maana? Sasa vile tuko pamoja hivi, naona this year tutaokota 20 billion shillings kusaidia watu wa Nairobi kufanya mabarabara na kuhakikisha watoto wetu wako na chakula. Si mnajua tumezindua program ya chakula from 28th of this month. Watoto 250,000 Nairobi ambao mara nyingi nyumbani hakuna chakula na shuleni hakuna kitu, ambao kitu haingii kwa akili kwa sababu hakuna kitu kwa tumbo. They will eat every single day from the 28th of August until the day Jesus comes back. We will feed our children in Nairobi. Wiki ijayo ama the next week tutakuja public participation tena Langata. Tujue jikoni ya Langata ni wapi tunaweka. Kwa sababu tumefanya 10 sub counties. Even in Langata, I think Uru Gardens is central. Si ndio? Uru Gardens itaserve Karen, huko Karen C wapi mpaka South C Kongoni, all the schools in Langata constituency. So sisi tunawapenda na tunawashukuru. Tafadhali tushirikiane. Nimesikia mambo ya noise pollution. That one is not something to discuss. Watu wamekula stress. Watu wako na shida ya mental illness, mental health kwa sababu ya madisco. Ati watoto wasifanye homework kwa sababu wazee wanaburudika downstairs. Hiyo ni kitu ya honestly, what kind of society are we? Ati watoto wakose usingizi kwa sababu mababa wana dance huko chini. What kind of society is that? We will not have it. Hata kuna ingine ilikuwa imejengwa karibu na hospitali ya mental health kule Kileleshwa. A mental health hospital ile ya Dr. Frank Njenga. Mtu wako hapo ni drug addict, labda alikuwa anatibiwa mambo ya pombe. Alafu usiku unasikia tu wanasema uiname ama hey. So mtu atachizi arudi kwa hiyo disco. Is it right honestly? It is not right. So please hiyo mtu support. Na hiyo kazi tutaendelea. That one you're talking about sub-county admin, please. It doesn't need to come to me. Hiyo hata mngetatua nipewe report. Just do what is right. You know what our standpoint is. Yeah? And if they can't reduce volume, we close it. They must reduce volume. They must soundproof. Na tumesema in residential areas, no nightclub. Nightclub is in commercial areas. In residential areas, you can have your bar and restaurant, na saa 5 inafika, mnafunga. Kama mwezi kunyamaza. Si ni sawa hivyo? Hii tai kwani mtakunywa mpaka lini? Itupeleke wapi? Na tuwaombea muokoke kama mimi. Mkoe kama mimi. Na munyenyekee Mungu awatumie. Kwa kumalizia ningependa kuambia watu wa Nairobi. Na nimesikia mambo ambayo Jalasa ameomba. Tutaangalia what we can do together. Watoto hapa waweze kucheza pia. Wawe na mahali mzuri. We will work out something with our sports sector. Tuangalie zile budget ziko. Tumeka pesa kwa stadia. Dandora Stadium tunafungua hivi karibuni. Tunakuja hapa Woodley Stadium. Tunafanya ground breaking in the next few weeks. Actually in a matter of days tunafanya ground breaking. Tulikuwa nataka tuongeze zingine pia zaidi mtaani. Undugu grounds pia, that one can be, we're working on with Undugu Society on the holding issue. Tuweke pia hapo grao ili vijana wasikue idle. Vijana waweze kufanya kazi. Najua tulitangaza kazi 3,500 ya vijana wetu. 3,500 jobs ya kusafisha Nairobi. Mnajua wale wangapi wali apply? 65,000. Na 65,000 ni wale wako na KCPE. Because the requirement ya hiyo kazi ilikuwa form 4. 65,000 of our youth wanahangaika bila kazi for 3,000 jobs. Hata kama hao 3,000 watapona, tusikie uchungu ya hawa wengine. And that is why we are saying ni wakati wa kufanya kazi. Watu wa Nairobi na washukuru, tuwe mfano mzuri. Siasa iliisha jameni. Siasa iliisha. Mambo ya wadosi wachie wadosi. Msijiingize mambo za wadosi. Mnanisikia mavijana? Mnanisikia? Nani hapa kuna namba ya Ruto? Ama ya Tinga? Hao wanapigiana masimu, nyinyi mnapigana hapa. Hata niwaambie watu wao wanajuana. Hata za wengine wanakatia nanga. Hapo wanagonganisha. Tusikubali wadosi kutugonganisha kama mavijana wa Nairobi. Sawa sawa?
Hizo stories zao za wadosi ni za wadosi. Watazitatua. Wamejuana zaidi. Wamefanya kazi zaidi from the 90s. Hata kabla wengine wenu mzaliwe. Alafu unataka uende huko uuliwe ama uumie. Uende hosi, mtu akuja piga nawe picha. Jameni, mavijana kujeni niwapatie kazi tufanye. Hii mambo wengine tuwa ama ni aje? Si ni sawa? Tufanye shughuli. Na jambo lingine ningependa kuwashukuru watu wa Nairobi.